kama nilivyotangulia kusema hapo awali, hukumuomba Mungu kwa chochote ili akupe wewe ulichonacho. Mungu amekupa kama zawadi, na Mungu amekupa ili uifaidie dunia yako. Sasa yani kila mtu kuna kitu amepewa, sio kwa ajili yake. Ni kwa ajili ya dunia yake. Anasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Yes. Kwa kila mtu amepewa kwa ajili ya kumfaidia mwingine. Kusingekuwa na maana ya Mungu kutuumba wengi kama angekuwa ana kitu amekileta tu kwa ajili yangu. Ingekuwa sasa wewe unanifaidia nini mimi na mimi ninakufaidia nini? Lakini changamoto niliyogundua ya kizazi hiki, watu jambo la kwanza hawataki mchakato. Hawataki kupitia kusubiri mpaka matokeo yatokee. Hapana. Watu hawataki. Lakini jambo la pili, unajua kipindi hiki kinachoitwa mchakato ni kipindi cha kujijenga, cha kutafuta maarifa. Kwa hiyo hichi kipindi tunachokiita mchakato kina mambo mengi ndani yake. Moja ya jambo lililoko ndani ya kipindi kinachoitwa mchakato ni kulipa gharama. Gharama inawezekana kutafuta maarifa. Kwa mfano, mtu ni mtumishi wa Mungu, ameitwa ile sasa kwenye eneo kama la kwangu, eneo la ibada. Mtu anashindwa kukaa chini na kusoma kwa kina vitabu vya watumishi wa Mungu, kwa sababu tuna watumishi wa Mungu wengi ambao wametutangulia tayari. Wamewahi kulifanya ile eneo pasipokuwa na ujanja. Na wakapata matokeo. Na wengine wameandika vitabu, wengine kuna historia za walifanya nini, kuna siri gani ambazo walikuwa wanazijua, na walifanya hii kazi let's say full time, na ikawapa matokeo. Mtu ana muda wa kufuatilia hivyo vitu. Unafikiri mtu ataacha kuwa mjanja? Lazima awe mjanja. Lazima awe mjanja kwa sababu hajakubali kulipa gharama.